Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ni baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwombea rehema kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba siku zote napenda kusema kwamba katika bahari kuna mengi ya kujifunza, na mara kadhaa katika mafunzo tumekuwa tukiongelea zaidi habari za kiruhania, masala ya kiroho, na hatakuwa ni wenye kuzungumza masala ya kimwili. Sasa katika masala ya kimwili, bahari na maji yake vina siri nyingi. Kwanza, miongoni mwa siri ambazo unaweza ukazipata katika bahari, jambo la kwanza, bahari huwa inaondoa msongo wa mawazo. Yaani bahari kama bahari ni tiba ya stress. Ili uitibu stress, manake unatoka unafika pwani, sio lazima uingie katika maji. Msingi huo unayaona maji kwa ukaribu usiopungua mita 10 mpaka mita 15. Sawa? Alafu unakaa unaitazama bahari mbele. Usitazamie kushoto, kwa maana yani pembeni, kwa maana ufukweni. Itazame kwa kuitazama mbele bahari. Utakapoitazama mbele, basi angalia aya unaoimudu katika Qur'an. Basi sana unaweza ukasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, au ukasema ala bi dhikrillah tatma'inna alqulub. Ala bi dhikrillah tatma'inna alqulub, afu la ilaha illa Allah mara 100. Unarudia tena ala bi dhikrillah tatma'inna alqulub, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mara 100. Utarudia mpaka mara 7 au 10 kama utaweza, ambapo utakuwa umetahlili kwa mara 700 mpaka 1000. Basi kwa idhini ya Mola utaona msongo wa mawazo ukikuondoka na moyo ukiwa unapata utulivu. Lakini pia bahari huwa inaongeza uwezo wa kumbukumbu na uwezo mzuri wa utendaji wa akili, ambapo katika uwezo wa kumbukumbu na uwezo wa utendaji wa akili unaweza kuwa unasema tu Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan, au Ar-Rahman allama al-Quran, au ukasema tu bismillahir rahmanir rahim mara uziwezazo. Basi itakusaidia vizuri sana katika uwezo wa akili. Na hata kama unakwenda na mtoto wako, basi unakaa naye unasema ile bismillahir rahmanir rahim mara 21, unamnawisha maji ya bahari, unatembea hatua kadhaa mbele, unasimama tena unasema bismillahir rahmanir rahim mara 21, unamnawisha maji ya bahari. Utafanya hivyo kwa mara 7, kumbukumbu na uwezo wa akili wa mtoto utakaa sawa. Lakini pia mchanga wa bahari huwa unatumika kama ukitengeneza kitu mfano wa kimto, ukawa unamnalishia mtoto mchanga, inapunguza na inasaidia kuondoa chogo kupunguza chogo au kuondoa chogo, kumfanya mtu asiwe na kichogo kikubwa. Mchanga wa bahari unakuwa kama unamkandakanda hivi kichogoni. Na bado haitoshi. Unapoizungumza bahari, bahari ni maji ya bahari yanaondosha nuksi. Maji ya bahari huondosha nuksi, ambapo unaweza ukaisifikia bahari kisha ukawa unasoma idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna sana wa idha jaa nasrullahi wal fathu, unaishia hapo. Alafu unakuwa na funguo ya kale, unakuwa umeshika mkononi. Alafu ukimaliza unachota maji ukiwa na ile funguo mkononi, unanawa usoni. Sawa? Idha jaa nasrullahi wal fathu, au inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika mpaka nasran aziza. Unanawa yale maji ya bahari ukiwa na nini, funguo ya kale. Alafu kisha ukimaliza unaiacha mule baharini hiyo funguo, wewe unakwenda zako, utakuwa umeondosha nuksi pamoja na mikosi mbalimbali. Hii ni siri ambayo inapatikana ndani ya bahari. Lakini pia bahari ni tiba nzuri sana kwa masala na matatizo ya macho. Masala ya matatizo ya macho
unaweza ukayatibu kwa kutumia maji ya bahari. Unafanyaje? Ukifika katika maji ya bahari, basi jambo la kwanza unaangalia aya yoyote ambayo inamaliza kwa kusema basir au samian basira, kama vile hal ataa ala al-insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Sawa, basi hii faj'alnahu samian basira, unakuwa unachukua maji ya bahari unanawa, unachukua maji ya bahari unanawa, unasoma. Ukifika hapo unachukua maji ya bahari unanawa, unafanya mara 11. Macho yatatakata. Kama yalikuwa ni macho ambayo hayakuhitaji huduma ya kihospitali, utakuwa umeyatibu macho yako kwa kutumia maji ya bahari, ambapo kadhalika maji ya bahari yanatumika kwa ajili ya kuvuta utajiri, kuvuta mali. Maji ya bahari hutumika ambapo unasimama katika maji ya bahari, ikiwezekana unakaa kabisa baharini pale. Ukishakaa unasoma washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha mpaka uqubaha, yani washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha walahmaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kadhabat thamud bitaqwaha idh inba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadhabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqubaha. Ukifika hapo la yakhafu uqubaha, kunakuwa na wimbi kubwa ambalo linakuwa limekuja kwa nguvu, linakupushi, unaweza hata ukayumba hivi. Basi lile wimbi lile, kabla halijakupita moja kwa moja, unachota maji yake unajimwagia kichwani, alafu unaanza tena kusoma. Ukifika hapo la yakhafu uqubaha, kuna wimbi kubwa litakuja litakupiga, unachukua yale maji unanawa. Basi unafanya hivyo mara 33 au mara 100 ukiweza, kutegemea na uhitaji ulionao kwa idhini ya Allah. Sio ajabu hata kuondoka na khadim atakayekwenda kukupa mali, au kama hiyo utaiona ni ngumu, unafika baharini, basi chukua muda wako wa kutosha, piga mzunguko mmoja wa tasbihi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaudu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Ipige mara 100. Basi utakapopiga hiyo, sio ajabu kasikia kitu kama mtu anakupuliza sikioni wewe, au sana ni sikioni. Ukisikia huo upepo unakupuliza kwenye sikio, basi mwambie Mwenyezi Mungu kwamba unataka uondoke katika janga na jimbo la umaskini kadha kadha kadha. Saheri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakupa wepesi, maisha yatakuwa mteremko zaidi kwa idhini yake Maulana. Lakini pia unapokuja katika suala labda la matatizo ya miguu, basi nenda fika baharini, koga. Baada ya kukoga, toka ufukweni. Ukishamaliza kukoga, toka ufukweni kipindi ambacho maji yanakuja, lakini usioge maji yaliyotoka, maji yanayokuja. Ukishamaliza kukoga, toka ufukweni. Ukifika ufukweni, chimba kishimo, fukia miguu yako. Baada ya kufukia miguu yako, tayari ushafukia vizuri miguu yako, yaache maji yatakapokuja, ambapo utakuwa umesimama sehemu ambayo itakuwa ni kama mita 10 hivi au mita 8 kutoka baharini na kama mita 3 kutoka mwisho ambapo yana kawaida ya kuishia maji ya bahari. Hiyo ndio sehemu ambayo utachimba miguu yako na kufikia, alafu utatulia tu hapo. Una dua yoyote ya kusoma, utatulia hapo, miguu yako iko imefikia kwenye mchanga wa bahari kadha. Lakini pia mchanga wa bahari hutumika kumtafuta mtu aliyepotea kama yuhai, mtu aliyepotea kama yuhai, ambapo huyu ukichukua mchanga wa bahari kisha unakwenda kutafuta kitu kama baruti, panganati, alafu unapata mafuta yale, nafikiri Vaseline, ile mafuta tu hii Vaseline ya kawaida Vaseline, alafu ziada unaweza ukawa na filfil nyeupe na ubani zuhura au ubani maka. Kisha unaandika majina ya huyo mtu unayemhitaji, unafunga kwa mchanganyo wa vitu hivyo. Unakuwa na vifungo vyako 7. Ukishakuwa na vile vifurushi 7, unaanza kuisoma sura Yasin. Ukifika yarji'un wa ilayhi turja'un au raji'un,
unaweka kwenye moto. Ukifika rajiun au muhwarun unaweka kwenye moto mpaka 7 vinaisha, alafu unamwita yule mtu fulani bin fulani na kuhitaji, lakini unafanyia katika mlango wa nyumbani kwako. Ima unaweza ukachimba shimo alafu ukaweka moto. Kwa hiyo ukifika hapo unatumbukiza, unachoma mpaka inaisha 7, unafukia ule mchanga pale. Ukimaliza, inshallah kwa idhini ya Allah, huyo mtu atarudi, na akirudi hatotoroka kwa mara nyingine. Hiyo mchanga bahari. Kwa hiyo bahari kama bahari ina siri ya mambo mengi mno. Mambo ni mengi mno, ila tabu inakuja, nani atakujuza habari kama hizi? Kwa hivyo kikubwa ni kumwombeaga dua Chief Nusura, awe akifika baharini awe anakumbuka kuwachukulia vitu kama hivi na kuwaletea katika darasa mbalimbali. Hasa nikwambie kitu kimoja, unaweza kuwa ni mhitaji wa huduma za matibabu. Wakati unahitaji huduma za matibabu, basi upo nje ya East Africa, cha kufanya andika message na uitume kwenye WhatsApp namba alama ya kujumlisha 255784638989. Sio kupiga, tuma ujumbe wa maandishi kwa alama ya kujumlisha 255784638989. Eleza shida yako, alafu utapewa namna ya kuweza kusaidika. Na pia kwa yule aliyopo ndani ya East Africa, wewe panda gari kutoka ulipo, fika mpaka Mbezi Mwisho stendi ya daladala, ulizia bajaji zinazokwenda Tegeta A. Sio Tegeta A. Sharti uwe stendi ya daladala, stendi ya juu na sio stendi ya chini. Stendi ya juu ni huko kwenye chuo cha kulipia, stendi ya chini ni kule kwenye vumbi kule kwa wauza mboga. Kwa hiyo wewe unataka uwe stendi ya juu ambayo ipo pembezoni mwa Morogoro Road. Pale ndio unaulizia bajaji za Tegeta A. Ukipata, mwambie mtu wa bajaji nishushe kwa Madawa. Pale kwa Madawa mwambie mtu wa bodaboda nipeleke kwa Ustadh Abdallah, lakini uje kabla ya saa 4 asubuhi. Inshallah utakapokuja tutazungumza na kupata namna ya kukusaidia na jinsi gani kwa idhini yake Maulana unaweza ukawa ni mwenye kupona. Na sasa nimalize kwa kukushibisha jambo la mwisho, ambapo hili la mwisho ni kuhusiana na takataka. Unajua bahari kawaida yake huwa haikai na taka. Kawaida ya bahari haikai na taka. Mfano hapo unaiona inapokuja inasukuma takataka nje. Hapo bahari inakuja inasukuma takataka nje. Yaani kile taka iliyokuwepo ndani ya bahari inatupwa nje. Lakini kile kilicho kiumbe hai ndani ya bahari huwa hakitupwi nje. Kiumbe hai kinavutwa kwenye maji makubwa, na kiumbe taka au kiumbe mfu kinatupwa nje ya bahari. Ndio maana waangalia hata watu wanapokuwa wanaogelea, kama vile wale ambao wanaogelea, wale ni viumbe hai. Bahari inapokuja inawavuta kati, sawa, haiwatupi nje, kwa sababu wale wanapumua, inawavuta ndani, yaani automatically tu, kama wale unaona hapo kwenye boya, automatically tu bahari inawapeleka ndani, kwa sababu wale ni viumbe hai. Bahari yenyewe inawapeleka ndani, lakini viumbe taka wanatupwa nje. Yaani ukishakuwa hupumui, bahari inakutupa nje. Sasa hizi takataka zilizotupwa na bahari hizi, na zenyewe zina siri yake. Siri yake kubwa ni ipi? Siri kubwa ya hizi taka ni kama hivi ifuatavyo. Inapokuwa mtu amethibika, yani ametatizwa na masala ya kiroho kama vile upepo mchafu, majini mabaya kadha, hata kama una majini mazuri vile vile, lakini unataka jinsi ya kuwatuliza, basi huchukuliwa hizi takataka za bahari, kisha unaweka haltiti. Na ukiweka haltiti, unaweza ukaweka na karafuu maiti, kisha unaziacha zikauke. Yaani ukishachanganya huo mchanganyo, alafu ziache zikauke, lakini zikaukie ndani, zisikaukie nje. Zisikaukie nje kwa kupigwa na jua, zikaukie ndani. Alafu unachukua moto, unaweka kwenye kitezo, unachota sehemu ya hizo taka za bahari na ambao umechanganya haltiti na karafumite, unajifukiza. Kama kuna jini mbaya katika mwili wako ataondoka, kama kuna upepo mbaya utakuondoka, na kama kuna jini mzuri atafunguka kwa idhini ya Allah. Sasa kuna wale ambao wanafika baharini kwa ajili ya kutafuta majini, nayo yapo duniani. Hawa wanatafutaji. Wewe nitegee sikio kwa safari nyingine nitakapokuja tena, sio leo. Niite Hakimul Jinni, Chief Nusura Al Majid, wa billahi tawfik. Salamu alaikum.